Tunazungumzia Elie Mpanzu ambaye ameingia dirisha dogo kwenye kikosi cha Simba pamoja na Pacome ambao huu ni msimu wake wa pili kwenye kikosi cha Young Africans. Wote ni wachezaji superb na wachezaji ambao wazuri kweli kweli physical. Mpanzu raia wa DR Congo ambaye amefanya majaribio mpaka kwenye timu ya KRC Genk nchini Ubelgiji ambaye amewahi kucheza Mtanzania Bwana Samata kwenye mafanikio makubwa. Pacome Zouzoua mchezaji ambaye ametoka katika klabu ya ASEC Mimosas, best performance kutoka pale mpaka amekuja kwenye klabu ya Yanga. Wachezaji hawa wawili kwanza wanawazungumzia ni wachezaji ambao tactic wanacheza maeneo mawili tofauti, yani wanatofautiana. Kulinganishwa kwao kunalinganishwa of course kulingana na watu wanacheza eneo la juu, lakini football mara zote Elbariki imekuwa ikigawanyika mara tatu: defensive midfielders, half midfielders wenyewe na attacking midfielders. Ina maana kuna eneo la chini, eneo la katikati na eneo la juu. Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye anacheza central midfielder. Typical wakati yuko ASEC Mimosas alikuwa akicheza nambari 8, lakini sasa hivi kwenye klabu ya Young Africa amekuwa akicheza namba 10. Lakini namba 10 yake ukiangalia kwenye makaratasi kuna namna unamwona ni namba 10 ambaye anatokea kwenye eneo la flanks, iwe kushoto iwe kulia. Flanks ni maeneo ya pembeni. Lakini Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye ni wings totally. Yani wings kabisa. Yani kwa maana ya mchezaji ambaye anatokea pembeni typically kabisa. Kwa hao wachezaji ni wachezaji wawili ambao kwanza wanacheza kwenye maeneo tofauti. Huyu mmoja ni attacking namba 10, ingawa kuna muda anatokea pembeni kwa maana Pacome. Huyu mmoja ni Elie Mpanzu ambaye ni namba 11 ama nambari 7, wings ya kushoto ama kulia. Kuwalinganisha hawa of course, lakini sasa anaenda kutoa ubora wa mchezaji mmoja baada ya mwingine. Tuanze na Elie Mpanzu. Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye yuko quick, ana speed ya kutosha na ni sharpness, yuko more direct. Yani ana speed ya kutosha, lakini pia ana haraka zaidi kwenye matukio yake. Unaweza kumuona kwamba akiwa anatokea pembeni ni mchezaji ambaye pia anaweza kushambulia vitu viwili, kushambulia attacking space ambayo imewachwa wazi, lakini mchezaji ambaye anaweza kushambulia akiwa na mpira mguuni. Wings wengi duniani ni wings ambaye anaweza kufanya kitu kimoja kwenye hivi viwili, ama kushambulia eneo akiwa na mpira mguuni, ama kushambulia open space ambayo iko wazi hivi bila mpira mguuni, asubirie mpira kutoka kwa mtu mwingine ende kwenye pembeni. Lakini Elie Mpanzu amebarikiwa vitu vyote viwili, anaweza kuspeed, kutembea na mpira akiwa na mali, kushambulia eneo liko wazi akiwa na boli, ama akiwa yuko hivi, vitu vyote amejaliwa. Ni mchezaji ambaye licha kwamba anacheza wings, lakini ana uwezo pia wa kutokea pembeni. Rudia mechi ambayo kutokea katikati, rudia mechi ambayo amecheza Azam dhidi ya Simba. Elie Mpanzu alifunga goli akiwa kwenye eneo ambalo alitakiwa awepo Jean Charles Ahoua ama awepo center forward wa Simba Sport, lakini alitembea nyuma ya full back na center back akaweza kuscore goli. Kwa ni mchezaji ambaye anaweza kutembea kwenye shoulder za beki, ni mchezaji ambaye anaweza kutembea mbele ya center defenders ama nyuma ya migongo wa center defenders, lakini ni mchezaji ambaye pia anaweza kutoka wachezaji ama wawili ama watatu. Umeelewa hapo? Kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kutoka wachezaji wawili ama watatu, kwa maana center back wa timu pinzani, ama watu yote yule mchezaji wa timu pinzani. Lakini si mchezaji ambaye anaweza kupiga zile killer pass ama penetration pass ama anticipation pass ambazo za kumtazama ama center forward, kwa maana pasi zile ambazo ni za usaidizi, assist ndio kusema hivyo, ama pasi ambazo zinaweza anticipate ile blocking. Kuna pasi ambazo zinapigwa zinafungua kabisa defensive wa timu pinzani, inapigwa katikati, pasi zile ambazo zinaenda kuseparate defensive mistari ile, acha ule mstari wa chini ambao umewekwa low block. Kwa hiyo Mpanzu ni mchezaji mzuri sana kwenye maeneo ya wings, ana speed ya kutosha. Pacome Zouzoua, huyu ni mchezaji ambaye kwanza amebarikiwa real feint ama body feint, wengi wanaweza kusema hivyo. Mchezaji ambaye anaweza kucheza na board ile, kudash na mpira, na anaweza kufanyaje, kupiga chenga ile wanaita chenga ya mwili ile. Lakini pia Pacome Zouzoua ni namba 10 ambaye ana uwezo mkubwa pia wa kuweza kupiga kila pass. Na hilo linajidhihirisha kwa sababu ana goli 9, ana assist 8 kwenye kikosi cha Young Africa. Ni mchezaji wa pili ambaye mwenye assist nyingi kwenye kikosi cha Young Africa, lakini pia ni mchezaji takriban wa 4 kwenye assist nyingi kwenye ligi, na sio mshambuliaji kiongozi. Kwa maana sasa huyu anakupa vitu viwili, anakupa magoli, anakupa plus assist kwenye kikosi chake, sababu huyu ni namba 10 ambaye ana hivyo vitu.
kila pass anazozipiga yeye ni moja kwa moja zinaweza kumfikia center forward ama mchezaji yote ambaye kwenye eneo la juu. Anaweza kucheza kama second striker kwenye timu, lakini pia the same time ukikiangalia kikosi cha Yanga Afrika, kuna muda anacheza Mudathir Yahya Basi na Khalid Aucho. Wote hawa ni namba 6 na namba 8 kwa maana ya midfielders. Mwalimu wa Yanga Afrika amekuwa sometimes akitumia hizi double pivot, wachezaji wawili kwenye eneo la chini. Kwa hiyo Mudathir msimu uliopita alikuwa ni mchezaji mzuri sana kwenye kupiga zile forward runners, kuwa mtu wa tatu akitembea kama third man run kwenye eneo la juu. Lakini msimu huu Mudathir amekuwa hana hiyo accuracy nzuri ya third man run. Anatumika Pacome Zouzoua kuja kuunganisha kiungo cha chini pamoja na center forward kwenye eneo la namba 8. Anachukua mipira kutoka kwa Mudathir pamoja na Khalid Aucho, ana squeeze juu kwenda kutafuta nafasi. Ndio hapo anaweza kucreate nafasi. Kwa ni mchezaji ambaye ana create nafasi. Muda huu tunazungumza mimi na wewe, Pacome amecreate nafasi 66 kwenye kikosi cha Yanga Afrika. Nafasi 66. Kwa ni mchezaji ambaye anaweza kucreate nafasi. Mchezaji ambaye hata akibaki na watu watatu pale kwenye mbele anaweza kuwatoka. Lakini pia football El Bariki ilianzishwa kwa ajili ya burudani. Pacome Pedro Zouzoua tukichagiza hapo ni mchezaji ambaye hata ukilipia kiingilio chako anaweza kukuburudisha kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza kufanya burudani sana uwanjani. Kwa hiyo ni mtu ambaye muongo, unajua ule uongo wa mpira ndio Pacome Zouzoua kitu ambacho anachokifanya. Yes, yani kuna muda pia ni yeye anaweza kufanya, maana kuna muda anatumika kwenye eneo la kushoto la kulia. Kwa hawa wachezaji wote wawili hawa wanatofautiana sifa ndogo sana, na kitu kikubwa ambacho wametofautiana ni kila pass, kwa maana ya Mpanzu hana kila pass mpaka sasa hivi ambapo wamecheza, lakini Pacome ana kila pass. Kitu kingine ambacho wametofautiana kikubwa kiachana na hiki kila pass, mpaka sasa hivi Mpanzu Pacome yuko kwenye kucreate nafasi, ina maana ameisaidia sana timu yake. Hatuwezi kumlaumu Mpanzu kwa sababu amekuja kwenye kipindi cha dirisha dogo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye actually wamefanana sana, lakini kikubwa zaidi huyu mmoja anatokea sana kwenye flanks, huyu mmoja anatokea katikati. Kwa maana Pacome anatokea katikati, Mpanzu anatokea eneo la pembeni. Ukitaka ladha ya burudani ama timu nyingine isiingie uwanjani, hawa wachezaji uwe nao wote kwenye timu moja. Kwa hiyo actually wote ni wachezaji wazuri sana, isipokuwa wametofautiana kwenye aspect ndogo.